what happened, alafu sisi tutaongezea. Kama kuna maswali pia mtamuuliza. Si sawa jamani? Kwanza na ajili. Habari zenu. Kwa majina anaitwa Caroline Rita Mutua. Watu wengi wanajua kama CRM. Na mimi ni mamake Hope Blessing ambaye ndo amepotea, na Hope ako na miaka 18 but bado hajapata ID, na pia ako na challenge ya masikio. So wacha nitangulie kusema hiyo kwa sababu wenye watakaomuona atakuwa pengine amevaa headphones kubwa, huwa zinazuia kelele, na pia kukiwa na kelele nyingi sana huwa inamuaffect. Anaumwa na kichwa, anaweza kukua tu mali yako. So on Sunday nilikuwa siko nyumbani, nikamtumia pesa ende pale cafe akanunue chakula. So akaenda cafe, akafika hapo vile alinieleza baadaye, sasa akakutana mama mwingine mwenye alikuwa akifanya kazi na mamangu, ni nyanya kwake. Alikuwa akimtafuta namba yake, akitoa simu ataka kuchukua namba ule mama, akarealize simu imezima. So vile alitoka nyumbani kama simu imezima sijui. So akaachana na mama, lakini akiwa yapiga bautani ataka pengine kurudi nyumbani ama ajitafute vile atakavyofanya, akakutana na kijana mmoja aitwa Saif Ali. Walikuwa kivolunteer pamoja Swahili Pot. That is last year. So Saif akamwambia tuishi hapa juu, njoo nikuboostie simu, uende utoe pesa ununue chakula. So Blessing yeye yamjua Saif, akaenda naye, akafika nyumbani akapata kuna watu wengi sana. Kwenye hiyo nyumba kulikuwa na watu wengi sana. So Saif akaeka simu kwa bedroom ya aunti yake, and then wakakaa hapo sasa na ngoja iboost. So at that time hakunipigia simu, lakini mimi nikawa every time because of the challenge that she has, akikaa sana kama hajaniongelesha ama sijampata, huwa anapiga simu kuconfirm yuko wapi. So alitoka 5:18 ndio nilituma pesa, by 6:30 mimi nikasuma shafika nyumbani, nikampigia simu ikaiko mteja. So nikapiga tena ikaiko mteja, then nikaanza kushikwa na wasiwasi. Ndio sasa nikaona simu mpya, namba mpya, akanipigia akaniambia, "Mom, niko na situation." Nikamuuliza uko wapi, because my mind went into maybe she has a problem now with the ringing noise. Nikamuuliza uko wapi, akaniambia niko sawa lakini kuna situation. Nikamuuliza situation gani? Akaniambia, "Mom, simu imezima." Nikaenda kwa kina Saif hapa juu cafe, wamjua Saif? Nikamwambia Saif yupi? Akaniambia tulivolunteer naye Swahili Pot. Nikamwambia kwa hivi sasa siwezi kumjua, niambie situation gani, uko wapi nikuja ama nitumane mtu? Akaniambia na boost simu, lakini sasa Saif ameenda kuichukua, simu imepotea. Nikamwambia simu imepotea kwa nyumba? So the first thing kama mzazi mimi nilishtuka, ngamuza, why would you go kwa kina Saif kuboost simu? Si tuishi town pia hapa Posta. Ungeturn tu kutoka cafe ukakuja nyumbani ukafanya nini? Ukacharge simu ukaenda kununua chakula baadaye. Anambia, "Mom, sikufikiria, but I thought nikiboost nitachukua hata ikiwa percent nitoe pesa nichukue nikuje nikupikie. Nilikuwa siko nyumbani." So ngamuuliza, "So what is happening? Kuna mtu kwenye hiyo nyumba?" Ni mtu mzima. Akaniambia, akanimpatia mama mwenye nyumba. Nikamwambia, nikajiintroduce, nikamwambia, "Mama, mimi nani?" Nikamwambia, "Mtoto ni wangu." Akaniambia, "Kweli simu imepotea, twaitafuta na wataipata." So the noise at the background got me panicking because walikuwa wanashout, alafu ni ile mtatoa hiyo simu sijui nini. So the lady was making noise. Nikamwambia, "Nipe Blessing." Akanipa Blessing. Nikamwambia, "Mom, naomba utoke kwa hiyo nyumba because mimi sijui uko wapi, niko mbali kidogo. By the time nifike hata una simu, just get out of that house, tutaenda polisi baada." Akanambia, "Mama, nafanya hivyo." And then sasa akarudisha msichana watu simu. Kidogo nikapiga tena mimi, nikamwambia, "Naomba kuongea na Blessing." Akanipa. Nikamwambia, "Blessing, umetoka kwa nyumba?" Akanambia, "Hapana, mzee amesema nikitoka hawa hawatatoa simu, niwaitiwe polisi ama wapeleke simu." Nikamwambia, "Mimi wachana na simu, wewe toka kwa hiyo nyumba. I'm not okay wewe ukiwa hapo, na mimi sijui hawa watu." So mimi nilipanic, nikaanza kujambia because also the noise to me nimedevelop ile kujua kukiwa na kelele shikana have your headache and all that. So nikamwambia, "Mama, toka kwa hiyo nyumba, unaona, just get out, toka tu ende nyumbani, I can call someone akuja nyumbani, ukifika jirani landlord nitapiga." Akaniambia sawa. Then nikaregesha msichana simu.
After some time nikapiga tena mara 3, niliongea naye nikamwambia mama uko ingia usiku. Sasa ilikuwa inaelekea saa 1 na kitu hivi. Nikamwambia kwa ingia usiku, huyo ni mtoto wa kike huyo mama. Nikamwambia atoke, twenda polisi, wajua hawa ndivyo walivyo. Nikamwambia please just let her go, kama mwendi polisi sasa just let her go. Nikamwambia naomba namba yako ya simu. Akaniambia mimi hata sijui simu yangu iko wapi, mume wangu mgonjwa. Nikamwambia nipe blessing. Nikamwambia blessing, please get out of that house. Kwa sasa mimi niko kwenye gari narudi town. I don't even know where to start. You don't have your phone. Mind yangu ikaanza tu ile. So akaniambia sawa. Nikamwambia please get out of that house. Just get out. Akatoka. So nikipiga tena after 2 minutes tu msichana akaniambia shatoka blessing. So mimi nikajua ametoka enda nyumbani. Nikafika, nikawa nimetoka zangu Bamburi, nikaingia kwa nyumba nikamkosa. Hapo ni saa 2 na nikakuja mwenyewe mpaka Central Police. Kafika Central Police wakasema kweli msichana amekuja hapa, na akaambiwa ingie ndani. Akaingia akaeleza hiyo story ya simu and then akaondoka kwa sababu hawezi kuandikisha statement kwa sababu sijui hana ID sijui nini OB apewi. So nikamwambia askari, mbona hukumzuia? Kwa sababu sasa yeye pale kanipigia simu, hapo ungechukua pia namba yangu ya simu kanipigia. Akaniambia amerudi, ameambiwa achukue mamake. So mimi nikarudi, ni hapa na hapa. Nikaanza kupigia ile familia simu, nikamwambia naomba mnielekeze kwenu ni wapi nije. Wakanielekeza, nikaenda nikafika nikapiga mara ya kwanza washiki, nikapiga mara ya pili akashika. Nikamwambia niko hapa chini. Nikakaa chini hapo kwenye aniambia nisimame. Nikapiga tena. Mwisho nikamwambia niko na polisi hapa, itabidi mshuke. Ndo akatumana kijana nichukue. Sasa kama naingia kwenye hiyo kichochoro ya nyumba, mzee mwingine akaniambia wewe ndo ule kwa TV. Ile mambo ya simu. Bwana watoto bwana. So mimi sikumuongelesha. Nikiingia nyumba imejaa watu. Nikajiintroduce. First wakakataa kujiintroduce kwangu kwa sababu usijui. Wakaanza kuniambia wamjui huyo kijana. Just ku retrace huyo mama. Wakati kwa tuongea aliniambia yamjua huyo Saif ni mtoto wa ndugu yake marehemu, yamsaidia hata amemtafutia kazi kwa jamaa mwingine aitwa Sami. So alikuwa ashaniambia mtoto yamjua. Sasa hivi anasema wamjui, ni mtu yaja pale kusaidia watu wa mayatima wapewe chakula. Nikamwambia nataka tuende polisi mkaseme mtoto wangu alikuwa hapa mwisho. So akanizungusha hivyo mpaka nikapiga ile namba ya simu, ndio tena nikapata msichana amesimama karibu yangu, maana nilikuwa namuuliza Sabrina nani, Waida ni nani. Tukaja polisi. Wakakubali baada ya kuambiwa na mama mwingine mzima hapa, tokeni hapa mpeleke umama, maana msichana alikuwa hapa. Akaongea na mamake akiwa hapa na simu yako, Sabrina wewe mwafanya makosa, nendeni. Ndio tukaja. Polisi wakasema ningoja after 24 hours ndio nipe missing report, alafu wao wakakuja asubuhi ambao ni jana waje waandikishe simu kupotea. So tukaachana, nikamwomba simu sasa ule mama, baada ya kwamba nilimwomba before kunipa, nikamwombea hapa tu, nikachukua simu yake. Akaenda nyumbani, mimi nikazunguka huko town mtafuta mtoto wangu, sikumpata. Nikarudi nyumbani nikihopa atakuja asubuhi. Mimi jana nampigia mama naambia tuje polisi, anaambia by the way funguo za mtoto wako ziko hapa nyumbani. Sasa mimi hiyo ikanitia wasiwasi, namuuliza vipi funguo za mtoto wangu ziko hapo? Simu ndo ilipotea ya kwanza, sasa hii funguo ziko hapo, mtoto ajulikania aliko. Ndo ngapigia dadangu na familia, ngaja hapa polisi. Mimi nilikuwa na matumaini atarudi, sijui. Ndo kutoka hapo sasa Swahili Port wakaanza kutafuta watu, wakaanza kushare tinaka na peta, wakakuja. Mara ya kwanza wale familia wakaitwa, wakakataa kuja, wakasema wako, wakaitwa tena wakatamkata, kaambiwa tumpeleke barua, wakakataa. Kaanza kusema hawamjui huyo kijana. Polisi walipoenda kuwachukua ndo wakaanza kusema wao tunamjua, lakini pia ni dede ati yako na autistic, yuko sawa. I don't understand. It's a whole story that doesn't make sense, but my daughter is missing. Na mtoto wangu nimemfundisha kitu moja, ukiwa mahali uko stranded, una simu, tafuta simu ya mtu niongeleshe. Mimi I will do everything nikuje nikupate, even before she had the condition ya kelele. So alipofanya vile juzi, to me that was a sign. But kutoka hapa hata kutochukua namba ya polisi na I don't know what happened. I don't know what happened. And if she's somewhere ananiona,
and she can't reach me. Ajue tu, we prayed. Last night we prayed, and I know she's a prayerful person. She just prays to God amweke safe, na Mungu mwenyewe atamregesha ama tutampata pale alipo, but she just remains strong, hopeful, because hata mimi I'm hopeful I will see her. Na kama kuna mtu huko amemwona hata mahali aweza kuwa hiyo kelele ya mabarabara nini inamwafectingi, hawezi kuwa amekaa mahali, amlete tu polisi ama amlete tu polisi. Anaitwa Hope Blessing Zese, and she's a strong girl. She is a very strong girl, and I know she will survive. So, I think wale wana picha tunaweza shika.